Kijijini Ndugumbi, mahali palipojificha katikati ya milima yenye ukungu mzito na vichaka vya kijani kibichi, aliishi kijana mmoja aliyejulikana kwa jina la Dula. Alikuwa na miaka 27, mwenye mwili wa wastani na uso uliojaa huzuni ya maisha. Baba yake alifariki miaka mingi iliyopita kwa ajali ya ajabu. Aliteketea ndani ya nyumba ya nyasi wakati wote wakiwa shambani. Tangu siku hiyo, Dula na mama yake, Mama Zahra, waliishi maisha ya dhiki na mashaka. Dula hakuwahi kuiona raha ya maisha. Akiwa mdogo, alikuwa na ndoto za kuwa daktari au mwanasayansi mkubwa, lakini umaskini ulimuua taratibu. Alishindwa kumaliza shule kwa sababu ya ada, na sasa alikuwa mchimba visiki na mkulima wa mazao ya muda mfupi kama kunde na mahindi. Wakati vijana wengine walikuwa mjini wakijipambanua na teknolojia, Dula alikuwa kijijini, akichafuka kwa jua, jasho na udongo. Hali hiyo haikumzuia kuota makubwa. Kila usiku, alijilaza na machozi, akitazama paa la nyumba yao ya udongo na kujiambia, nitakuwa tajiri, nitakuwa mtu mkubwa, nitaacha hii hali. Lakini je, ndoto hizo zingetimia vipi? Siku ya ajabu, usiku mmoja wa mwezi mchanga, Dula alijilaza sakafuni karibu na zizi la mbuzi, akiwa amechoka baada ya siku ndefu ya kuchimba visiki. Wakati huo, upepo ulipuliza kwa nguvu isiyo ya kawaida, na anga likabadilika kuwa la kijivu kilichojaa radi za kimya. Akiwa katika usingizi mzito, Dula alijikuta ndani ya mahali pasipoelezeka, sehemu ya giza nene, yenye mvuke mweusi na harufu ya damu na udongo. Kulikuwa na vichaka vilivyonyauka, miti mikavu na sauti za vicheko vya ajabu. Ghafla, alijitokeza kiumbe kikubwa, mrefu sana kiasi kwamba kichwa chake kilikuwa karibu na mawingu na macho yake yakiwaka kama makaa ya moto. Kiumbe kile kilizungumza kwa sauti nzito iliyotikisa ardhi. Dula, umekuwa ukilia kila usiku ukitaka utajiri, upo tayari kulipia? Dula alijikaza, akajibu, ndiyo, niko tayari kufanya lolote. Nimechoka kuishi kama mbwa. Kiumbe kile kikacheka kwa sauti ya mwangwi, sauti ambayo ilimfanya Dula ajisikie kama moyo wake unachomwa kwa sindano za barafu. Utapata kila kitu unachotaka: mamilioni, ndege, heshima, wanawake, nguvu, lakini lazima utimize masharti. Utalazimika kulala kimwili na mama yako mzazi. Dula alipigwa na butwa, midomo yake ilitetemeka. Akataka kusema hapana, lakini sauti haikutoka. Ukikataa, ndoto hii itasahaulika. Ukikubali, utajiri utaanza kuingia kuanzia kesho. Usikose kutimiza agizo hili ndani ya siku 7. Akapigwa na mwanga mkali, akajikuta amelala kwenye zizi la mbuzi. Alijaribu kupumua, alikuwa na jasho jembamba usoni, na miguu yake ilikuwa na vumbi lenye rangi ya dhahabu. Aliposugua vumbi hilo, aligundua kuwa si vumbi la kawaida, ni unga wa dhahabu. Anza ya machafuko ya kiroho. Siku zilizofuata hazikuwa za kawaida. Dula alianza kupata maono ya ajabu. Alikuwa akisikia sauti ikimwita usiku, ikimwambia, maisha bora yapo mbele yako, fanya uamuzi. Dakika zinapita. Kila alipomtazama mama yake, moyo wake ulijaa doa la giza. Mama Zahra, mwanamke mwema, mcha Mungu, aliyemlea kwa mateso na machozi, hakuwa na chembe ya dhambi. Hakujua chochote kuhusu mapambano ya kiroho yanayoendelea ndani ya mwanawe. Dula alianza kuwa kimya, mwenye hasira za ghafla, na alipoingia wiki ya pili alianza kujiuliza, ni dhambi kiasi gani kama maisha yangu yote yatabadilika? Je, dunia inamjali maskini? Si ni bora nijitoe mhanga nipate mali, hata kama ni kwa kuvunja miiko? Ndani ya giza la roho yake, nuru ya maadili ilianza kufifia. Mwangaza wa tamaa ulianza kumtawala, na usiku wa siku ya 7, alichukua hatua ya kwanza kuelekea kwenye giza lisilorudiwa. Je, Dula atavuka mstari wa maadili ya kibinadamu? Je, dhahabu itampatia furaha au laana? Siku 7 zilikuwa zimepita tangu Dula apate ile ndoto ya ajabu. Ujumbe wa kishetani uliendelea kumomonyoa kila siku kama chumvi kwenye majeraha. Alijaribu kusali, kufunga, hata kumweleza mzee wa kanisa, lakini kila alipojaribu kueleza, ulimi wake ulifunga kama kamba. Siri hiyo ilikuwa imefungwa kwa nguvu za giza na haikuweza kutamkwa kwa mdomo. Mama Zahra, bila kujua, aliendelea na maisha yake ya kawaida. Alimpenda mwanawe, alimwombea kila usiku, na mara kwa mara alimshauri kuwa na subira. Mungu ana njia zake mwanangu, alisema usiku mmoja akiwa anamsugulia mgongo na maji ya moto. Dula alimtazama kwa macho yaliyojaa mvurugiko wa roho. Moyoni, alitamani kupiga kelele, kumkumbatia na kumwambia, samahani mama. Lakini tamaa ilikuwa imeshashika mzizi. Usiku wa laana. Siku ya 7 usiku ilipofika, mvua ilinyesha kimya kimya kama huzuni. Upepo ulivuma kwa sauti ya ajabu, ukipita juu ya paa la nyumba ya udongo. Dula alikuwa tayari. Alikuwa ametengeneza chai ya tangawizi yenye dawa ya usingizi kutoka kwa mganga mmoja wa porini, aliyemwambia, unachotaka si chepesi. Hili ni tendo la mwisho wa maadili. Utapata vyote, lakini roho yako haitawahi kuwa huru tena. Alimwekea mama yake kikombe mezani,
Akamshawishi anywe kabla ya kulala. Mama Zahra, akidhani ni upendo wa mwanaye, alinywa bila hofu. Dakika 10 baadaye, alilala usingizi mzito wa maajabu. Dula alikaa kwa dakika 30, akitetemeka, akihema kama mtu aliye kwenye mapambano na shetani mwenyewe. Lakini wazo moja tu lilimtawala. Nikikosa fursa hii, nitabaki maskini milele. Nitazikwa kama baba kwa gunia la katani. Na watu watatu tu. Alisimama, akafunga milango, akavuta pumzi ndefu, kisha akaingia chumbani kwa mama yake. Baada ya kitendo, wakati kilichotokea kimeandikwa kwenye giza la historia ya nafsi yake. Alfajiri ilipofika, mwanga wa ajabu uliingia chumbani. Nyumba ya udongo ilikuwa imebadilika. Ukuta wa udongo ukawa marumaru nyeupe. Dari likang'aa kwa taa za dhahabu, na dirisha lilikuwa na pazia la hariri ya kifalme. Dula aliamka kitandani pa peke yake. Mama yake alikuwa hayupo. Aliposimama, aligundua yupo kwenye kasri la kifahari lililojaa harufu ya maua ya bei ghali. Sauti kutoka kwenye simu mpya ya dhahabu ikasikika. Karibu kwenye kundi la matajiri wa milele. Hongera kwa kuvuka mpaka usiovukika. Nje ya kasri hilo, magari 4 ya kifahari yalisimama. Walinzi waliovaa suti nyeusi walimfungulia mlango. Red carpet iliwekwa kwa ajili yake. Majirani waliokuwa wanamcheka zamani, sasa walimpigia saluti. Habari za utajiri wake zilianza kusambaa kwenye mitandao ya kijamii. Mjasiriamali mpya wa ajabu atokea kijijini. Mwanzo wa umilionea. Ndani ya wiki moja, Dula alikuwa bilionea wa kweli. Alinunua ardhi, viwanda, majumba, hata akapata mwaliko wa chakula cha usiku na rais wa nchi. Alianza kuvaa suti za maelfu ya dola, kusafiri kwa ndege binafsi, na kuingia kwenye orodha ya matajiri wanaochipukia duniani. Lakini kila usiku kabla ya kulala, alisikia sauti. Mwanangu, kwa nini? Sauti ya mama yake ilianza kumwandama. Siku kadhaa baadaye, Mama Zahra alifariki ghafla. Daktari alisema ni kiharusi, lakini Dula alijua ukweli. Hakusimama mbele ya watu kutoa hotuba ya rambirambi. Hakutaka hata kushuhudia maziko. Lakini kila alikopita, aliiona sura ya mama yake ikimwangalia kwa huzuni. Dula sasa ni tajiri kuliko alivyowahi kuota. Lakini je, utajiri huu utaendelea? Atalipa bei gani kiroho na kimaisha? Miaka 5 ilikuwa imepita tangu Dula avuke mpaka wa maadili ya kibinadamu kwa tamaa ya mali. Dunia ilimtazama kama alama ya mafanikio ya ajabu. Alimiliki mabenki, vituo vya mafuta, kampuni za teknolojia na hata klabu ya mpira. Jina lake lilikuwa kwenye orodha ya Forbes Billionaires kila mwaka. Alipita kwenye nyekundu za fahari. Aliendesha magari ya bei ambayo wengine huyaona tu kwenye picha. Lakini ndani yake kulikuwa na giza, uzito na sauti ambazo hazikunyamaza hata siku moja. Majinamizi ya siri. Usiku wake wa kwanza baada ya maziko ya mama yake ulikuwa mwanzo wa adhabu isiyoonekana. Kila alipolala, alijikuta katika ndoto ile ile akitembea kwenye kaburi la mama yake, damu ikimfuata chini ya miguu na sauti ikimuita, nilikulea kwa mateso, wewe ukanikata kama mnyama kwa utajiri wa muda. Kila siku alipoamka, uso wake ulikuwa umejaa jasho la baridi. Aliwaamuru walinzi wake waongeze usalama, lakini hakuna alichokuwa anakikimbia zaidi ya nafsi yake mwenyewe. Mabadiliko yaanza. Biashara zake zilianza kuyumba taratibu. Wateja wakaanza kuondoka kwa sababu zisizoeleweka. Kampuni ya bima aliyoinunua iliteketea kwa moto wa ajabu. Katika mahojiano ya televisheni moja, alishtuka ghafla na kuangua kilio hewani alipoulizwa swali la mama yake. Watu walihisi labda ni msongo wa kazi, lakini ndani ya Dula kulikuwa na moto wa laana. Alikimbilia kwa wachungaji, kwa waganga, kwa wataalamu wa akili, lakini kila mahali aliambiwa kitu kimoja: kuna kitu kilivunjwa na hakiwezi kurudi. Ulichofanya hakiwezi kufutwa kwa pesa. Ufunuo wa mwisho. Usiku mmoja, akiwa kasri lake la kifahari mjini Cape Town, Dula alipata ndoto ya mwisho. Alikuwa kwenye uwanja wa mioto, na mbele yake alijitokeza mama yake akiwa amevaa kaniki nyeusi, macho yake yakiwa mekundu kwa damu. Mwanangu, pesa zako zimejengwa juu ya mwili wangu. Sasa, chukua ulichopanda. Ndipo ardhi ilipoanza kupasuka chini ya miguu yake. Dula alijaribu kukimbia, lakini alivutwa ndani ya shimo la giza na sauti ya mamaye ikisema, tamaa huzaa mauti. Alipoamka, moyo wake ulipiga kwa kasi ya ajabu. Alianguka bafuni akiwa peke yake. Umeme uligoma. Walinzi walikimbilia ndani na kumkuta amelala kwenye sakafu ya dhahabu, lakini uso wake ulikuwa umepinda kwa hofu ya hali ya juu, kama mtu aliona jahannam kwa macho. Ripoti ya hospitali ilisema ni kiharusi cha ghafla kwa mtu mwenye afya njema, lakini wafanyakazi wa ndani walieleza kwamba kabla ya kuanguka, Dula alisikika akisema, samahani mama, nisamehe. Mwisho wa Dula. Mwisho wa siri. Mazishi yake yalifanyika kwa haraka, kwa hofu ya usiri wa familia. Hakuna aliyejua ukweli wa utajiri wake,
isipokuwa kijakazi mmoja mzee aliyesema kwa sauti ya chini wakati wa mazishi, ukitaka kujua mwanzo wa laana, tafuta pale alipokosa heshima ya maisha aliyotolewa bure, na hivyo utajiri uliobebwa na damu ukaisha kama moshi wa kafara mbaya. Simulizi hii ni onyo kali kuhusu tamaa ya mali isiyozuilika. Inatufundisha kwamba utajiri wa haraka usiofuata njia ya haki huja na gharama kubwa ya kiroho, kimaadili na kijamii. Katika kutafuta mafanikio ya haraka, mtu anaweza kuvunja maadili ya msingi na kuingia mikataba ya kishetani au kufanya mambo ya aibu yasiyosameheka. Lakini hata utajiri huo ukipatikana, hauna thamani ya kweli ikiwa roho ya mtu imeangamia. Simulizi pia linasisitiza kuwa familia na maadili ni hazina kubwa zaidi kuliko mali. Siri mbaya huendelea kuishi hata baada ya kifo. Dhambi kubwa, hasa dhidi ya mzazi, haifutwi kwa pesa wala mamlaka. Kwa hiyo, tafuteni utajiri kwa njia za haki, kwa uvumilivu na jasho. Tamaa ya haraka inaweza kukuinua juu, lakini mwisho wake ni kuanguka kishetani. Asanteni kwa kutizama video yangu. Msisahau kusubscribe Ryan Media